Nenda sawa. Nakupenda pia baby. Unajua tangu leo. Yaani hebu usikie sije kuja kuleta mwanaume mtaani kwangu kabisa mtaani hepi. Hepi hizi dharau nakwambia hizi dharau wewe. Acha kupiga kelele kwenye hela bwana. God have mercy upon us. Wewe na maana dharau zote ulizokuwa unaniletea kumbe ni kwa ajili ya huyu jamaa. Niambia basi kama umeshapata mtu kule mimi nakaa napoteza muda kwa ajili yako bwana. Wewe unategemea nini? Umefukuzwa kazi, huna hela, huna chochote. Mimi unanipausha tu, nimechoka. Unaona kama ulivyonikuta pale. Nimepata mwanaume wangu mwenye hela, ananisupport, ananisaidia. Mimi na wewe basi. Hapana hepi sikia. Kumbuka kwamba mimi nakupenda. Nakumbuka kwamba tulishawekea na ahadi kwamba tutakuja kuachana hata chochote kitokee. Ndio kufukuzwa kazi kwa mwezi mmoja hepi unakuja kunifanyia hivi. Nisamee hepi, nisamee kama nimekukosea hepi. Nakupenda please. Mimi nimechoka. Tutaisi tutakula mara. Si nitafuta kazi. Tutafanya yake bye bana. No, hepi. Okay baby. Okay. Yeah. Baby. Listen. Wewe kumbe ndio ulivyo. No baby, vitu vingine vinaongeleka. Njoo. Mimi namwacha mwanaume wangu kwa sababu yako afu na wewe unafanya hivi. Hapana, nije kufanya nini? Yaani kumbe ndio tabia zako. Umenidanganya na najua kwa mwenyewe kumbe tuko wengi. Dada sikia. Kuna muda katika maisha ya mahusiano tunashindwa kujua ni yupi ambaye anafaa kuachwa na yupi ambaye anafaa kuvumiliwa. Na hapo ndipo tunawaacha ambao wanafaa kuvumiliwa na kuwavumilia ambao wasiofaa. Katika maisha yako usije ukamdharau tena mwanaume mwenye mikono miwili na miguu miwili. Ni akili timamu. Na hili kutongozwa na wanaume wengi haimaanishi kwamba wewe ndio mzuri sana kuliko wanawake wengine. Hapana. Kuna muda unaweza kawa kivutio kwa hao wanaume kwa ajili ya kukuchezea na sio kwa ajili ya kuhifadhi. Alafu yule ambaye umemdharau leo hii ndo akawa mzuri wa kuhifadhi na sio kukuchezea.